Baba yako alipofikia katika hii huduma, familia yako je, ina mchango kiasi gani? Naweza nikasema wana mchango mkubwa. Kwa sababu unajua hizi ni huduma. Hii huduma kama familia imekuacha huwezi kufikia kufikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hii huduma hii hata kama mimi ni mchungaji, mimi ni askofu, mimi ni nani, lakini kama huna support hii nyumbani, huwezi kufikia kufikia. Mimi mke wangu mambo mengi anashiriki kanisani, yupo vizuri tu kanisani na tunaye kanisani. Watoto wangu wote wapo kanisani, wanaimba. Kaka yao ni mhubiri mmoja mzuri sana, anahubiri na ana kituo cha maombi na maombezi kule kazini, ofisini kabisa, na asubuhi wanafanya fellowship. Sitaki kusema yuko wapi, lakini nataka niseme kwamba asubuhi, na nimeenda mwenyewe kule ofisini kwao, nikaiombea ile eneo ile chumba kile cha mikutano nikafanyia fellowship, hafu nikakiombea, nikaweka wakfu, ofisi kabisa nzuri za serikali, na wanafanya ibada vizuri. Viongozi wao wakubwa, wakurugenzi, mabosi wanakuja pale asubuhi kabla hawajaanza kazi zao, wanafanya maombi, na wakimaliza kama wako eneo lile wanafanya maombi kwa kushukuru Mungu nyumbani, na kweli wanaendelea vizuri sana, na ofisi yao ina amani na ina upendo mkubwa sana. Hakuna safari iliyokosa changamoto. Wasemaje, kila tajiri ana story. Sasa baba, unaweza kutuambia changamoto gani uliyopitia kwenye huduma ambapo ukasema mimi sasa hapa ni huduma ni basi sitaki tena na siendelezi tena hii huduma? Ni changamoto gani katika kupita ambayo ile changamoto ni nzito kabisa? Kama ulivyosema, kitu chochote kina changamoto, hata maisha yana changamoto. Hata ukikaa katika maisha ya ndoa yana changamoto. Mimi naikumbuka changamoto ambayo kwenye huduma tulipata. Hii huduma inaitwa Revival and the Praise Fellowship Church. Revival and the Praise. Sasa hii huduma mimi nilikuja kujiunga nayo baada ya kutoka PMC. Mungu akanielekeza nijiunge na hii huduma. Hii huduma kulikuwa na baba askofu wa kanisa anaitwa Askofu Moses Masasi. Tulipokutana alinipenda sana, akasema kijana wangu, nataka tufanye wote kazi. Na mimi nikaona kwamba ni mzee yuko vizuri, yeye ni nabii. Akaniita, akanipa maelekezo, basi nikajiunga na hiyo huduma. Nikaja nikafungua hiyo huduma hapa kwa jina hili la Revival and Praise Fellowship. Kwa hiyo tukawa tuko pamoja. Yule baba alinipenda sana. Akasemaje, kwa sababu hao watu niliokuwa nao wananichanganya kichwa changu. Sasa wewe utakuwa makamu wangu wa askofu. Yaani nikitoka mimi unakuwa wewe ndio askofu mkuu msaidizi wa hili kanisa. Nikasema baba, hii kazi bora umenipa kubwa sana. Akasema ndivyo ilivyo. Akasema nitakuja kukutawaza, kukuweka wakfu manake. Akaita manabii, mitume, maaskofu wakaja hapa ndani. Akanimwagia mafuta hapa. Mimi ndo askofu mkuu msaidizi wa hili kanisa. Sasa kile kitendo, wachungaji wenzangu na maaskofu labda pengine wengine nishawakuta kwenye hizi dhehebu hawakufurahia, lakini walikosa wafanye nini? Sasa sijui tuseme kwa bahati mbaya au majira alifika. Yule baba alifariki mwaka 2018 akafariki mwezi kama wa 11 kwenda 12. Sasa alipofariki ndio sasa niliona ugumu wa kanisa, yaani ugumu wa huduma. Akafariki kama kawaida, makamu askofu na muziki askofu wake. Nikaenda Mwanza, nikaenda kumzika na nini. Sasa niliporudi, hapo ndipo nilipotamani sasa hata hii huduma niache, nirudi tu nikakae.
Maana waliinuka wale watu ambao walikuwepo machungaji wa siku nyingi, maaskofu wa siku nyingi, kwamba hii huduma tunaichukua sisi, lakini katiba haiwaruhusu kutokea huko sana. Hapo nikasema Mungu, mimi naacha huko. Nadhani sitaki kukizungumza sana, hicho kitu kilisababisha hata kipindi fulani hivi niwe na pressure, mapigo ya moyo yapande, yani niwe na pressure, nitaka kufa kuna kipindi fulani, kwa sababu wale watu wananilazimisha mimi hii kazi naisitaki sana, kwa kuiacha Mungu ananiambia usiiache. Mimi nimekuchagua wewe. Mbona wananishukua watu wasema mimi nimekuchagua wewe? Kwa hiyo Mungu akanipigania na serikali ikanipigania mpaka wale watu wakashindwa. Hicho ndio mimi kipindi ambacho sitaki sahau. Baki kitaka kuondoa maisha yangu kabisa. Ndio mpaka sasa hivi wale watu waliposhindwa, wengine wakabakia, wengine wakaamua kufanya nini? Kuachana na hili.